Leo tunaangalia painting inaitwa Ndoto ya Mapenzi. Nimeibatiza Ndoto ya Mapenzi. Na kama unavyoona nilishafanya sketch za penseli. Hizi kazi yake hasa ni kunisaidia kupata uwiano wa figures kwenye canvas, kwenye karatasi. Kama zinafiti vizuri na zinaoana vizuri. Sababu nia ni kufikisha hisia fulani ambayo lazima iwe na uwiano wa ukubwa, itoshe kwenye karatasi. Kwanza tunaweka layer ya kwanza. Itatusaidia tuone shapes zimekaa vipi. Na kwa Kiswahili, kwa Kiingereza inaitwa contrast. Ile uhusiano kati ya rangi mbili, eza zinavutana au zinaambatana pamoja. Huu mkono speed yake sio ya kihalisia. Nimeiongeza mwendo ili itoshe katika dakika chache. Lakini hili ni zoezi linaloweza kuchukua hata masaa 3-4. Na picha ikiwa na details nyingi ndio inavyochukua muda mwingi. Na ni hivyo hata kwa wale wanaochora na peni na ink. Kwa Kiswahili tunaita kuchora na rangi, kuchora na wino. Lakini kwa Kiingereza ina majina mahsusi zaidi kama sketching, drawing, painting, doodling. Hizi zote ni vitu mahsusi, yani ukisikia unajua anamaanisha nini. Lakini kwa Kiswahili tunasema tu kuchora au kuchora. Ukisema anapaka rangi, picha inayokuja ni kama anapaka rangi nyumba. Sio painting of a work of art. Hii ni blocking ya rangi za mwanzo ambazo zinaweza zikabaki hivyo au zikabadilishwa baadaye. Haijalishi sana. Cha kwanza hiyo rangi nyeupe iondoke, tupate rangi mbadala kote, ndio tujue kama kuna mahali panahitaji kurudishiwa rangi nyeupe au la baadaye. Rangi nyeupe ni very distractive, inafanya usione vitu, inavuta focus ilipo. Inafanya usiangalie sehemu zingine, macho yako yasione sehemu zingine bila msukumo. Yani ile automatically tu yanaenda sehemu inayong'aa. Huu ni mchoro wa ndoto.
Sasa ni ndoto ya nani? Tutakuja kujua baadaye. So ndoto ina muotaji. Mimi nikikuota wewe kwenye ndoto yangu, ninakuota pia na matendo unayoyafanya au ninayokufanyia. Yaani muotaji ndio mmiliki wa ndoto. Wewe unayeonekana kwenye ndoto za watu, wewe ni mgeni katika hiyo ndoto. Kwa hiyo huna mamlaka kwenye ndoto za watu. Uko pale kutumikishwa. Ukiwaota wengi zaidi unaota kuwatumikisha. Wale wanaoota wanakimbizwa na wanakaribia kukamatwa, aidha na mnyama mkali au na watu hatari wenye masilaha, na anapokaribia kukamatwa anashtuka, usingizi unaisha. Hiyo unaielezeaje? Unavyoota mko watu wengi kwenye hiyo ndoto yako, mnafanya kitu fulani, lakini ni kichwa hicho kimoja kinachoota. Kwa kinaota kinajipa nafasi yake na kinabeba pia nafasi za wenzake, na bado ikaonekana na kumake sense kwenye akili. Au ndoto zote zinatokea kama movie, unaangalia as a third party nini kinatokea. Wewe na fikra zako, lakini unaona vitu vingine kama vile unavyoona mazingira mtaani kwako, yako nje yako. Hiyo hali vyote vinatokea wewe ukiwa usingizini ndani ya kichwa hicho kimoja. Ndoto ni very mysterious. Mimi bado naota. Kuna wengine wanasema wamekuwa watu wazima waoti tena, sijui. Lakini mimi bado huwa naota. Sio kila siku, na siamui kwamba leo nataka niote nikaota, lakini huwa zinatokea. Na sijui nini kinasababisha ukilala leo uote na kesho usiote. Hapa kuna wataalamu wa ndoto na usingizi na utulivu wa mwili, utakuja kutujuza baadaye. Sasa tumeshaondoa karibu nyeupe yote, imebaki spots chache. Tunaanza kuona picha kimtazamo tofauti. Ingawaje nyeupe inavuta macho yaende eneo hilo, lakini kutokana na udogo wake wa kuwa vidogo katika picha hii, imetawanya focus. Kwa hiyo bado macho yanaenda hapo katikati, lakini zingekuwa zote kwa eneo moja, ingevuta macho ya eneo hilo. Kwa sasa macho yanavutwa na sehemu iliyokuwa bright zaidi, hasa sehemu za njano. Naam. Hapa tumevuka sasa. Hapa nadhani ni siku nyingine hii. Baada ya kuchora wakati ule nikaiacha, nikaifuata kesho yake kuendelea. Na hata lighting imebadilika. Hayo inawezekana ni usiku. Nilichora mchana na nikachora usiku. Ni miaka imepita. Hii ilichorwa mwaka 2022 nadhani. Kama sio 21. Kwa hiyo ni miaka imepita.
Je, ndoto inaanza kupata maana kwenye macho yako? Unaielewaje? Ndoto ni ya nani? Na ndoto yenyewe ni nini? Na sasa tumejua kwamba wanyama nao pia wanaota. Maana kuna video niliiona ya mbwa alikuwa amelala sebuleni, mara akaanza kuwa anakimbia katika usingizi, ndoto zake. Anakimbia lakini yuko hapo hapo amelala chini. Baadaye akashtuka kama vile tunavyoshtukaga ukiwa unakimbia na unakaribia kukamatwa. Tukajua kumbe na wanyama nao wanaota ndoto. Sio tu binadamu ndio waliobarikiwa hicho kipaji cha kuota. Sasa sijui kama na ng'ombe nao wanaota ndoto. Wataalamu wa mifugo watatueleza. Unaweza kujiuliza, mchoraji, msanii anajuaje kwamba bado hajafikia pale anapotaka kwenda, au kwamba picha haijakamilika ilhali hanayo kichwani? Yaani hanayo mahali kwamba anaangalia ikifika hapa ndio imekamilika. Yeye ni nini anachokiona? Na je, unapoanza kuchunga mchoro wako tangu mwanzo, unaona jinsi utakavyokuwa na rangi zake, au ni kitu unagundua unavyofanya? Unagundua zaidi na zaidi unavyofanya. Kwamba nilipoanza huu mchoro nilikuwa na hizi rangi kwenye akili yangu ninavyoona? Jibu ni hapana. Unafikra tu, mawazo tu kwamba hichi kitu kinawezekana kuwa vizuri. Kwa hiyo unavyochora na wewe unakigundua kwa jinsi mkono wako unavyoenda. Maanake tuna imani pia kwamba katika kuumba kitu unakuwa na wazo la kijumla, lakini unavyozidi kuumba au unavyozidi kutengeneza au unavyozidi kujenga, na wewe unajifunza mapya kutokana na vile vinavyotokea. It's an act of discovery. Ni sawa na uandishi pia. Mwandishi anapoanza kuandika hajui kila kitu, lakini anakivumbua, anagundua zaidi kwa jinsi kila sentensi anayoiweka inamjaza kichwani kwake wazo jipya. Anafuatisha na hiyo wazo lingine mpaka kurasa inajaa. Kitabu kinakuwa na kurasa 300. Lakini sio kwamba yule mwandishi alikuwa na mawazo yake tangia mwanzo. Sasa tunaona picha ilivyokamilika. Hichi ndio kimekuja kuwa the final result. Unaionaje? Hii ndoto ni ya nani? Andika comments huko. Fikra yako, wazo lako kuhusu hii kazi. Imepewa jina la ndoto ya mapenzi. Asanteni.
Karibu tena Sanaa za Zaka.